mtu yoyote anayodogosha mauaji ya Oktoba 29, mtu huyo ni mwovu kuliko shetani. Yani huyo ni mwovu, yani uovu wake umevuka mipaka ya uovu, kwa sababu ukitizama ile systematic killing na extermination ya wale ndugu zetu haitakiwi kuvumiliwa na mtu yoyote mwenye akili timamu. Kuna vitendo vingine vya ukatili ambavyo nikisema hapa huwezi kuvisikia walivyofanyiwa wahanga, lakini tunao ushahidi. Lakini tulisema tunahitaji tume huru ambayo tukiambia haitachakachua. Hasa ningepeleka vitu vya muhimu hivi kwenye tume kama hii, sasa mambo yangekuwaje? Si ingekuwa shida zaidi. Sasa you divide a lot of information, si tungeriski tu hata watu. Kwa hiyo ni kwamba muelewe tu kwamba tunapozungumzia Oktoba ni kilele cha uharamia, yani Oktoba 29 kilikuwa ni kilele cha uharamia na mauaji ya halaiki ambayo hayajawahi tokea upande wa Tanganyika. It has never happened before, na sitapangiwa. Yani mimi nimewaeleza kabisa, mimi ukikamata mwananchi tutamtetea, kama hutaki tumtetee usimkamate, kwani mimi natumaga polisi wakakamate mtu. Kwa hiyo ukiona mimi natetea mtu usivimbishe mashavu, wewe lete ushahidi kama unao mahakamani. Mahakama si ndio itamfunga bwana? Lakini sio kwamba ukiona TLS watu wanavimba mashavu wanachukia. TLS iko katika kipindi kigumu, sio kwamba ni rahisi vile mnavyoona, kwa sababu watu wengi nchi hii wanataka urahisi wa maisha, wanataka mambo mazuri, wanataka mambo mepesi. Ndio maana watu wanaongea kichawa, hawajali utu. Unakuta watu wanavokaa wanazungumza, utakuta wengine ni viongozi wa dini unaowaheshimu, lakini unakuta kumbe ni bora umheshimu mvuta bangi kuliko mtu yoyote. Na watu wanasema kuna wachochezi kutoka nje. Sio kweli. Tume ya Chande inawadanganya wananchi. Adui wa kwanza aliyesababisha zile vurugu ni tume ya uchaguzi. Adui ya pili ni sera kandamizi za serikali ya CCM zinazokumbatia jeshi la polisi lisilowajibika ambalo limevumilia mamia ya watu kutekwa na kupoteza mpaka leo hatujui wako wapi. Unyang'anyi wa ardhi za maeneo ya wananchi, hususan Ngorongoro, Tabora, Bonde la Usangu, kote huku watu wana machungu kwa sababu wananchi wanakuwa kama invitee kwenye nchi yao. Uuzaji wa bandari ya Tanganyika ni mambo yaliyochochea watu kuwa na hasira. Watu wanapeleka mahakamani, mahakama inafanya kazi on technical grounds. Kwa mfano kesi ya Mdude, mhusika anajulikana ni huyu, sura yake huyu, anakaa ofisi ya hapa, mahakama inakwambia haujataja false number. Sasa maeneo na mazingira kama haya, hawa ndio watu waliosababisha mauaji. Hakuna mtu aliyeonga. Ni kwamba watu wanajaribu mtu wa kumwangushia jumba bovu, lakini Watanzania ninachoshukuru wengi saizi wana akili timamu. Mitandao inasaidia kuamsha, mijadala inawaamsha, mnawaonea. Kwanza Gen Z ni wazalendo. Pili ni watu mumewanyima fursa huru za kuwa na vyama vyao. Vyama vyote hivi vilivyopo hapa ni vya kizee. Chama gani kipo cha kumtosha hapa Gen Z ambacho atajisikia ni chama chake? Hana forum, umemnyima forum. Vioni unawanyima forum. Anataka kuandamana unamnyima forum. Pressure atatolea wapi? Alafu unamwambia hajui kuandamana, wakati kila akitaka kuandamana unamwambia una taarifa za kiintelijensia asiandamane. Hayo maandamano mazuri ulimfundisha wapi kuandamana? Kwa hiyo we are the reasons vijana wale wanakuwa victimized kwa sababu ya watu wazima wezi, wasiokuwa wazalendo, wafujaji wa mali za umma, wasiokuwa na utu, wasiojali katiba, wasiojali uhai. Hichi ndio chanzo cha hasira za Gen Z. Na nyinyi sio watu wa kwanza kuwa na hasira na kutandika watu vibao. Yesu Marko si mtumishi wa Mungu hapo. Unajua Yesu alitandika watu. Yesu si Mungu bwana. Kwa nini alitandika watu hekaluni? Yani kuna wakati kuna kitu, the only alternative is physical to change sometimes. Kwa hiyo you spoke the language which was supposed to be spoken at that particular moment. There was no other language the oppressor will understand. Kwa sababu sisi wakati tunawaambia watu jamani, kaeni na watu, zungumzeni, wao wanapiga gwaride, wanapiga gwanda, wanapacha jaramba na bunduki. Maana yake walitaka Gen Z wafanyeje? Tena Gen Z walienda na mawe labda wengine. Lakini mimi katika kukagua filamu zote ili ni hakiki ukweli wa tume ya Chande, nitafute Gen Z wenye bunduki ili ni walaumu kwa uzembe, kwa sababu sijaona askari waliouawa. Nikashangaa
Video ninayoitafuta katika banki tulionayo ni askari wanakimbiza raia. Gen Z hawa wamevunjwa miguu, wamepigwa risasi za tumbo.